Huyu bidada anaitwa Mina, mshua fulani hivi, vihela vya kurisha mabrazameni vipo wala hana baya kabisa, na huyu ni boyfriend wake, na hapa walipanga kutoka hiyo siku, lakini Mina akapata safari nyingine, ikabidi akaonane na shoga yake. Mwamba analalamika kanuna kinoma, ikabidi akubali tu, ila uso wake unaongea vitu vingi sana kimoyomoyo. Anajua mwenyewe ametukana matusi mangapi. Wewe unaojua uchungu wa mchumba kukanseli ratiba ya mkutano wewe? Hii inaitwa kafopaka kazi kwenyao. Huku nje na kukutanisha na mwamba mmoja anaitwa Arnold, ni dereva wa Mina, ila Arnold ndani yake ana uhindi fulani hivi, yani kuna namna anakuwa kama Sharukani hivi. Hapa anamsifia bosi wake, madam umependeza sana ise, na hiyo nguo yako yani umeua kinoma yani. Mina akayapokea maua yake, asante jamani. Arnold akafungua mlango ili safari ianze. Sasa baada ya kufika, Mina yupo bize kidogo, anabadilishana na shoga yake umbea, akipewa huu anatoa huu, yani nipe nikupe, pika pakua. Sasa Mina kuna namna alipiga safana nyingi kidogo, mkojo ukasogea, ikabidi aende kuupunguza ili aje aendelee na second half. Wakati anatoka, kuna namna Arnold akawa anamwangalia sana kwa jicho la tatu. Jicho linadili na sehemu moja tu, jicho lipo bega kwa bega na nyashi ya bosi, linadili na nyama tu. Huyu shoga yake Mina kuna namna kama akashtuka hivi, namna ambavyo Arnold alikuwa anamwangalia bosi wake. Arnold naye anavunga kama vile hausiki na chochote kabisa. Mina aliporudi, Arnold bado kuna namna mwili unataka lakini uchumi hautaki. Shogile akaona hapana, lazima amwambie Mina. Akamwambia, wewe hivi hauja notice kitu chochote kwa dereva wako kama anakuelewa hivi? Mina akamwambia, wewe una kichaa nini? Hapana, ila wakati unaondoka kuna namna alikuwa anakuangalia vibaya mno, macho kayatoa hivi na haangalii sehemu nyingine yoyote, ila anaangalia fungu mbili tu shoga yangu. Mina akamwambia, mimi huyu Mina eti dereva wangu ananipenda, wewe siwezi kutoka kimapenzi na mtu wa namna ile hata iweje. Sasa hapa Mina anataka kutoka tena, na Arnold akamuona kama kawaida, wanaitwa akaanza kupigilia misumari. Oh my god, you look so beautiful, yani handbag yako na hicho kijigauni, lakini pia nimependa hizo heels, umependeza sana ise bosi wangu. Mina akamwambia, asante, lakini mbona kama unajua sana kuhusu fashion? Arnold akamwambia, nilikuwa naangalia dada zangu jinsi ambavyo wanapendeza, ndio maana nimekuwa mnyama sana kwenye masuala ya mavazi. Alipokuja boyfriend wake Mina akamwambia, oya nipe funguo za gari niendeshe gari mwenyewe. Arnold akagoma akamwambia, hapana, ni kazi yangu nitaendesha. Jamaa akamwambia, oya nimesema nipe funguo za gari niendeshe mwenyewe, nitakuzingua. Arnold ikabidi ampe funguo ili mambo yasiwe mengi. Huyu mwamba ana kisirani sana, eti hapo amenuna sababu haieleweki, lakini ghafla inakatiza pisi ina nyama nyingi kinoma. Mwamba ikabidi aiangalie kwanza, akasahau kama akaja na mtu pale. Mina akamwagia maji, kilichofuata pale ni mahusiano kuvunjika. Leo wakati Mina anatoka na shoga yake, Arnold akamsimamisha akamwambia, madam hapana, leo umezingua sana. Ndio umevaa nini sasa? Yani gauni lako haliendani na handbag, alafu umevaa gauni la pinki na viatu vya orange, yani leo umetoka kishamba sana. Ikabidi Mina akabadilisha zile nguo. Baada ya kutoka huku, Mina akakutana na mwamba mwingine mchizi, akachukua namba, lakini Arnold ile ilimkata sana, ilimkata kinoma noma. Mwamba baada ya kuchukua namba akasepa bila shaka, na pasi na kupepesa macho, jamaa alimtongoza Mina. Sasa na Mina alivyokuwa harage fulani hivi la mbea akakubali. Leo mwamba akaambiwa aje nyumbani, na wakati anaingia Arnold alimuona, ikabidi Arnold apande juu ili akasikilize nini kinaendelea chumbani ila huyu mwamba atakuja kujiua na stress bure. Sasa katikati ya kusikiliza milio ya Mina ikazidi, Arnold akawa anashangaa, kumbe bosi anajua kulia hivi. Lakini mwana akachimba, kwa sababu sauti zilikuwa level fulani hivi za 10 ya kilumi, asingeweza kuvumilia milio ya bosi alafu ukizingatia anampenda. Sasa Mina huwa hana bahati kabisa. Wakati anatembea mwana njiani akakutana na bidada ambaye alisoma naye kitambo sana, akamhagi, shangwe likawa la kutosha tu, wakafurahi na vitu kama hivyo. Ile ikamkata kinoma Mina, akamaindi, akaanza kumtukana jamaa akampiga kofi Mina. Arnold akaingilia ili amtetee tajiri, ila tajiri akamaindi tena Arnold kuingilia ule ugomvi, alafu akamfukuza kazi Arnold, kisa aliingilia ugomvi wake na mpenzi wake. Ikabidi atafute dereva mwingine. Huyu wa sasa hivi ni jao sana. Wakati yupo njiani alimuona Arnold, ikabidi amfuate, ila Arnold akakimbia, hakutaka kabisa kuonana naye. Siku iliyofuata akapeleka cheki mlangoni kwa Arnold kama njia ya kuomba msamaha, ila Arnold akaichana ile cheki. Hapa Arnold kama alizingua hivi, unachanaje cheki mwanangu alafu umepewa na mchumba kama huyu tajiri kabisa? Ikabidi apange siku ili aje kwa kushtukiza, na akafanikiwa kuingia ndani kwa Arnold na wakayamaliza kabisa. Arnold akarudi nyumbani na kwa mara ya kwanza akaenda kujilia tunda. Baadaye
Mina akamwambia Arnold kuwa lengo lako limetimia kufanya mapenzi na mimi. Arnold akamaindi kuambiwa vile, kwani alihisi kuwa Mina anajua kuwa Mwamba yupo pale kwa sababu ya tendo tu. Kumbe Arnold anampenda kweli Mina. Mwamba akachukua maamuzi ya kusepa, lakini Mina akamuwai na akamwambia anampenda pia. Mwanetu akafurahi kinoma alipoambiwa kuwa anapendwa. Mzigo ukaishia hapo. Sasa nikukumbushe kwamba hapa nilipo nina mchongo ambao nahitaji kukupa. Nafikiri unafahamu kuhusu PMBet. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya wewe kama kijana mpambanaji, sogea pale kwenye website ya PMBet, andika www.pmbet.co.tz. Mule ndani kuna magari yanatolewa kama vile Toyota Harrier pamoja na Nissan X-Trail. Sasa haya magari mpaka sasa hivi hayana mmiliki, lakini pia kwa wanangu ambao mnapenda kucheza kasino, kumbuka kwamba PMBet ni kampuni namba 1 ya kasino Tanzania. Wanangu wa football, mule kuna odds za kibabe ambazo zipo kwa ajili yako. Sasa una delay nini? Sogea pale www.pmbet.co.tz. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania.